Unatazama MWTV. Asante. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa mawasiliano na MWTV piga simu namba 0699254721 au 0759272791. Mtakatifu Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, mwenye uweza wa kifalme, mwenye kutisha mamlaka zote za dunia, mchana wa leo nasimama kwa ajili ya kufundisha somo hili la uchumi. Nahitaji Bwana ukatupe neema ya akili mpya, maarifa mapya, nguvu mpya na utendaji kazi mpya kupitia Roho wako Mtakatifu, kwa sababu swala la mafanikio ni swala la kiroho, ni swala ambalo liko rohoni, linalohitaji neema yako, uweza wako wenye nguvu wa kuwezesha utendaji kazi ukahusike Bwana. Kwa damu yako Yesu Kristo ninaliinua jina lako, kwa sababu lina uwezo wa kutengeneza na kuhuisha. Kwa damu ya Yesu Kristo ikawe kama uishivyo na neno lako la uzima, katika jina la Yesu, amen. Mafanikio ni jambo la rohoni. Tunapozungumzia swala la mafanikio, hatuwezi kutembea katika ulimwengu wa mwili tu, lakini swala hili lazima tuliangalie katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatembea pamoja. Wakati mwingine unaweza kuwa unazungumza swala la kufanikiwa, mtu akawa analichukulia katika hali ya kawaida, na wakati mwingine akalibeba katika mazingira ya kuona kwamba labda jitihada zake za kujituma kufanya kazi za mikono zina uwezo wa kumstawisha kiuchumi. Lakini nataka nikwambie, jitihada za kufanya kazi bado hazikupi taswira nzuri ya kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wapo watu ambao wanafanya kazi kutwa nzima na wanapata fedha, lakini hawafanikiwi, bado wanaendelea kuwa katika hali ya uhitaji. Ni kwa nini? Ni kwa sababu swala hilo halipo kimwili tu, lakini lipo kiroho. Wakati mwingine unaweza ukazipata fedha na ukazikamata, lakini usiweze kuzifanyia kitu cha maana, kwa sababu connection yako na ulimwengu ambao unauishi haviko sawa. Kwa hiyo unapoona watu wamefanikiwa kiuchumi, jiulize kabisa kwamba watu hawa wamefanikiwaje. Lakini haina sababu ya kutumia muda mrefu sana wa kujiuliza, kwa sababu kuna ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Kwa hiyo wote ambao unawaona wamefanikiwa, wakati mwingine huenda mafanikio yao sio ya kawaida, ya kuweza kujiangalia. Lakini kufanikiwa ni nini? Wakati mwingine kuna baadhi ya watu hawanashindwa kuelewa kwamba kufanikiwa ni nini, na ndipo wengi wanabaki. Lakini nataka niseme kwamba mafanikio yanategemea akili ya mtu na namna ya anavyofikiri na tabia zake na msingi ya maamuzi yake. Kwa hiyo msingi wa maamuzi unayoyafanya ndio mafanikio yako, na akili ya mafanikio ni mtazamo wa kiakili na mwelekeo wa kufikiri yale unaweza kuyafikiria, yani mwelekeo wa fikra zako wenye unaoleta tija na maendeleo na mafanikio katika nyanja zote, iwe ni kifedha au kitaaluma, kibinafsi au kijamii. Lakini mtazamo chanya ni msingi wa kiakili wa mafanikio. Nataka nikutembeze kidogo ili uweze kuelewa zaidi. Lakini watu wenye mtazamo chanya, watu wa namna hii, wao husiona fursa kwenye changamoto, na wanaamini katika uwezo wao wa kubadilisha ile hali ya zile changamoto na kuwa mafanikio. Na huwa mtazamo wa matumaini hata katika hali ngumu. Lakini watu wengi wameshindwa kuangalia mafanikio katika changamoto, na kinachotokea wanakata tamaa.
badala ya kuona matatizo au changamoto kuwa ndio chanzo cha kuelekea mafanikio, basi fikra zao zinaminywa, wanashindwa kuangalia. Kwa nini? Ni kwa sababu hawana mtazamo chanya katika mafanikio. Na hii inaitwa ni positive mindset. Mtazamo chanya wengi hawana. Lakini kuna namna ya wewe, namna gani unaweza ukafanya ili kukuza mtazamo chanya? Ni kwa kuangalia mambo kwa nguvu chanya. Yaani jitahidi kuangalia mazuri hata wakati ambapo mambo hayaendi. Endelea kuangalia uzuri. Lakini jambo lingine, kumbuka changamoto ni sehemu ya maisha, na ndizo zinazokusaidia kuweza kukua. Pasipo changamoto hauwezi kukua. Lakini wakati mwingine kuna matumizi ya lugha chanya. Maneno unayoyatumia yanaweza kuasili fikra zako. Tumia maneno ya kujenga kama naweza, nitafanikiwa, badala ya sitaweza au ni vigumu sana. Lakini tembea katika ufahamu wako kwamba nitafanikiwa, nitaweza. Lakini jambo lingine ni kujizunguka au kukaa na jamii yenye watu ambao hawana mtazamo chanya. Hiyo ni moja ya changamoto. Lakini jitahidi kukaa na watu wenye mtazamo chanya, watu wanaoshirikiana nao katika mtazamo mzuri. Lakini nataka niseme kwamba watu unaoshirikiana nao huweza kuwasili mtazamo wako. Ukiwa karibu na watu wenye mtazamo chanya wa mafanikio, lazima na wewe utakuwa na mtazamo wa mafanikio. Ukiwa na watu wenye matumaini katika kufanikiwa, wana uwezo wa kukukuza mafanikio yako au fikra zako katika mafanikio. Kuna hii vision and goals, ni dira na maono. Mtu mwenye akili ya mafanikio anakuwa na dira ya wazi ya anachotaka kukifanikisha katika maisha. Kwa nini? Dira na maono huweza kuongoza na vinaweza kukupa mtazamo chanya. Na dira na maono vitakuongoza, vinamuongoza mtu katika kufikia malengo yake. Bila maono mtu anaweza kuishi bila mwelekeo au bila kufanya mambo yasiyo na tija, kwa sababu hana dira. Lakini pia kuna namna ya kuweza kuunda dira sasa ya mafanikio yako. Jaribu kuwa na mafikra. Jaribu kuwa na fikra ya muda mrefu. Fikiria maisha yako kwa miaka ijayo. Wapi unataka kuwa? Wapi unataka uwe? Nini unataka kufanya? Una malengo gani makubwa? Kumbuka dira yako inapaswa kuwa na namna ya kuendana na thamani ya vile utakavyokuwa. Na jambo lingine, weka malengo mahususi, the smart goals. Malengo yanapaswa kuwa mahususi. Sijui unanielewa? Malengo yako yanapaswa kuwa ni malengo yanayopimika, yanayofikiwa, yenye umuhimu na yenye muda wa utekelezaji. Hii itakusaidia kuwa na mwongozo thabiti wa kufuatilia maendeleo yako, kwamba uko katika hatua gani, umetoka wapi, unakwenda wapi. Lakini nitarudi katika ulimwengu wa roho kukupa hili zaidi, na jaribu kutembeza kwenye ulimwengu wa mwili ili uweze kupata kitu kipya. Lakini jambo lingine, jaribu kujenga mpango wa kila siku. Dira inaweza kukupa namna ya mipango ya kila siku, kwa sababu dira ni mwongozo. Jenga mpango wako wa kila siku. Dira kubwa inapaswa kugawanywa katika hatua ndogo za kila siku. Hii itakusaidia kuwa na mwelekeo sahihi na kuhakikisha kila hatua unayoiendea inakupeleka kwenye mafanikio. Lakini kuna hiki kitu kingine ambacho wengi wanakikosa. Ni self discipline.
nidhamu ya binafsi, nidhamu ya kibinafsi. Nidhamu ni uwezo wa kufanya mambo hata pale unapokosa msukumo wa kufanya. Hiyo ndio nidhamu. Akili ya mafanikio haiwezi kuwepo bila nidhamu ya kibinafsi, kwani mafanikio yanahitaji kujitolea, kujitoa, kujinyima anasa za muda mfupi na kujikita katika malengo ya muda mrefu ili kuimarisha ile discipline, ile nidhamu binafsi. Na kuna namna ya kuweza kuimarisha hiyo nidhamu binafsi. Jambo la kwanza, kujenga misingi ya tabia njema. Unda tabia kama vile kupanga muda wako, kushughulika na majukumu. Hapa ndipo napokuja kuwakuta wale watu wavivu. Ni Wakristo lakini ni wavivu. Lakini kwenye swala la mafanikio hatuwezi kunyamaza, lazima tuweze kueleza. Lakini kuna jambo lingine la kuweza kukabiliana na vikwazo. Yaani badala ya kukata tamaa unapokutana na vikwazo, jiwekee malengo madogo madogo ambayo una uwezo wa kuyafikia kila siku ili kuweza kufika hatua nyingine kubwa. Sio, unanielewa? Na jambo lingine ni uwezo wa kujifunza, growth mindset. Mafanikio hutegemea sana uwezo wa kujifunza na kubadilika. Sio kujifunza tu, na kubadilika. Akili ya mafanikio inajengwa juu ya misingi wa imani kwamba uwezo wako, yani uwezo wa binadamu, unaweza kuongezeka kupitia kujifunza na mazoezi ya mara kwa mara. Watu wenye mtazamo huu wa kukua katika kuamini hujifunza kila siku wanapokosea. Na watu wenye mtazamo huu wa kukua wanaamini kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza, na wanakaribisha changamoto kama fursa za kujirekebisha. Sijui unanielewa? Kuna vitu vya kuweza kuzingatia hapo na kupitisha kimwili. Sasa uone namna ambavyo akili yako una uwezo wa kuiseti ili kukufikisha kwenye baadhi ya vitu ambavyo umevikusudia, ile mipango ya muda mrefu. Nini? Na kuna jinsi ya kuendeleza mtazamo wako wa kujifunza. Jambo la kwanza, ili uweze kuendeleza mtazamo wako wa kujifunza, jifunze kutokushindwa. Badala ya kuona kushindwa kama mwisho, chukulia kama somo na chukua hatua za kujirekebisha. Kila kosa unalolifanya katika utafutaji wako linakupa nafasi ya kuboresha ujuzi wako. Lakini pia jambo lingine, kujiwekea malengo ya kujifunza kila siku. Jifunze kitu kipya kila siku. Hii ina uwezo wa kuwa inakusaidia, na hii ina uwezo kwa kusoma vitabu, kushiriki mafunzo au kupata uzoefu kutokana na watu ambao tayari wana uzoefu, na kuiweka akili yako kuwa wazi. Usijifunge na mitazamo fulani ya fikra za kipekee, kwamba unaweza peke yako. Hapana, hauwezi pasipo watu. Kuwa tayari kuwasikiliza watu na maono na maoni ambao wanakuwa wanatoa au ushauri. Ndio maana tunakuwa tuna vipindi kama hivi katika grupu, katika madarasa, katika media, ili kuwasaidia watu ambao wanafuatilia. Lakini kuna ujasiri wa kujaribu. Hii nao ni njia ya mafanikio. Ujasiri wa kujaribu kufanya. Mafanikio mara nyingi yanahitaji mtu awe tayari kuchukua hatua za ujasiri, hata kama huna, lakini unaweza kujenga ujasiri. Akili ya mafanikio inahusisha ujasiri wa kujaribu mambo mapya, kukubali hatari zilizopimwa, na kuwa tayari kutoka nje ya eneo la faragha, the comfort zone. Unatoka. Namna ya kuimarisha ujasiri wako, lazima uanze kidogo kidogo. Hauwezi ukaimarisha ujasiri siku moja. Anza na hatua ndogo ndogo, kama
kama vile kujaribu kitu kipya au kazi mpya au maisha mapya. Ile kazi uliokuwa unaifanya unabadilisha. Lakini jambo jingine, kujifunza kutoka kwa wale majasiri. Angalia watu waliofanikiwa na kujifunza kutoka kwao, kwa maamuzi yao ya ujasiri. Wengi waliofanikiwa walikuwa na ujasiri wa kuchukua maamuzi ya kufanya, na walijaribu mambo kaza wa kaza.